Wale ambao mpaka saizi mnaniuliza, katoto mpaka saizi bado hujasilimu tu, utasilimu lini? Katoto silimu. Sasa jibu la moja kwa moja ni hivi. Kwanza kumbukeni, nilishawaambia nilipokuwa nafungua hii page ilikuwa ni kwa ajili ya kuelimishana Wakristo kwa Wakristo. Ila sasa nyinyi wenyewe ndio mkanitia hasira mpaka mkanifanya nianze kusoma kitabu chenu ambacho nilikuwa sina mpango nacho kabisa na nilikuwa nakiogopa sana. Sasa kuhusu kusilimu ni haiwezekani. Kwa sababu kwanza, kadri ya siku ninavyozidi kukisoma kitabu hiki, nazidi kupata mashaka na utume wa Mtume Muhammad. Yaani haya mashaka ambayo ninayo saizi tofauti na yale ambayo nilikuwa nayo mwanzo. Mwanzo nilikuwa na maneno mengi ya kuambiwa, nilikuwa sijathibitisha, nasikia hiki, nasikia hiki, nasikia hiki. Sasa hivi najionea mwenyewe, ninavyosoma naona kabisa hiki sio sawa, hapa naongea hivi, huko anakuja naongea hivi. Mfano kuna sehemu anasema Muislamu usikaribie swala ukiwa kwenye ulevi. Sasa kisha kuwa amesema hivyo, tayari wewe umeruhusiwa kunywa pombe. Lakini ukienda sehemu nyingine anasema pombe ni halali. Kuna sehemu nyingine anasema kabisa, hiyo nilotoa jana 62 ambapo anasema Wakristo na Wayahudi tusiwe na shaka, ili mradi tuishi katika kweli, mwisho wa siku tutakuwa na mwisho mwema. Lakini 385 anakuja anatukana tena mtu yote ambaye upo nje ya dini ya Uislamu kwa motoni. Sasa vitu vya aina hiyo vinanitia mashaka. Tena sio hicho kimoja, vipo vingi ambavyo vinagongana. Kuna sehemu anasema yeye hawezi kusamehe na wale watu ambao wanamshirikisha Allah na miungu mingine. Lakini kuna sehemu tena anasema wana wa Israeli walitengeneza Mungu wakamuunda wakamwabudu. Afu anasema nasi tukawasamehe. Wakati yeye alishasema yeye hawezi kusamehe Mungu kushirikisha na miungu mingine, lakini wana wa Israeli aliwasamehe, lakini walishirikisha. Sasa vitu vya aina hiyo viko vingi, yani hivi ninavyoongea ni vichache. Vitu vya aina hiyo vinanifanya niendelee kutulia mashaka. Kumbuka mwanzo nimekwambia kwamba nilikuwa na mashaka kwa sababu ya maneno ya watu, lakini sasa hivi nimethibitisha mwenyewe. Kwa hiyo swala kwangu ni muhimu sana. Dadangu, tatizo lako ni moja tu wewe. Tatizo lako Qur'ani unaisoma kama gazeti. Na Qur'ani haitakiwi isomwe kama gazeti. Maana gazeti unaweza ukanunua tu ukasoma pasi na kufundishwa na ukapata maana. Qur'ani kwanza inatakiwa uisomee, alafu ndivyo uisome. Kuisomea maana yake kukaa darasani kwa muda mrefu sana ukafundishwa Qur'ani yenyewe, tafsiri yake na maana yake. Hapo sasa utajua. Sio unasema tu nimeanza kukifuatilia kitabu cha Uislamu nikasoma nikakuta hivi. Hauwezi ukajua hata siku moja. Basi ngoja tuweke sawa sawa ili mradi uweze kusilimu kama ulivyosema. Kwanza kabisa katika dini yetu ya Uislamu, hasa katika hiki kitabu chetu cha Qur'ani, kuna kitu kinaitwa nasikhu wa mansukhu. Nasikhu manake kitu chenye kufuta. Mansukh ni chenye kufutwa. Hiyo aya uliyosema kwamba hapo mbona wameruhusu pombe, hapo wamekataza, ndio. Hii aya iliyokataza pombe ndio inaitwa nasikhu, yenye kufuta. Hii yenye kuruhusu pombe inaitwa mansukh. Maana yake hukumu yake imeshafutwa. Hii aya imefutwa hukumu, sio aya. Aya inaendelea kusomwa kama kawaida, lakini hukumu yake ya kutenda hii aya imeshafutwa tayari. Zamani watu walikuwa wanapenda sana kunywa pombe, kipindi hiko mwanzo wa Uislamu, hata kabla ya Uislamu walikuwa wanapenda kunywa pombe sana, mpaka anakuja mtume na Uislamu bado wanaendelea. Na siku zote watu wakiwa wamekizoea kitu, uwezi ukawakataza ghafla, kaambia jamani iko hakitakiwi, hawatokuelewa. Ndio maana Allah kafanya hivyo. Mara ya kwanza wameambiwa msikaribie swala mkiwa mumelewa. Ni kweli, maana ilikopo inafikia tu watu wanalewa wanaenda kuswali, wakakatazwa hilo. Na kweli wakakatazika, ikawa inaendelea kunywa. Allah na hikma zake kuwaacha, sio kama ni kitu kizuri, wakawa wanaendelea kunywa kwa sababu wamezoea.
Kwa taratibu wanapomaliza taratibu mpaka ikateremsha aya ya kukataza moja kwa moja, ndiyo aya hiyo inaitwa nasikhu. Maana yake imekuja kuifuta hukumu ya hii, haifanyi kazi, lakini ni aya inasomwa kama kawaida na inaheshimiwa, lakini hukumu yake imeshafutwa. Sio aya hizi, zipo nyingi ambazo hii imekuja kuifuta hii, zipo nyingi sana. Lakini nyingine wanasema shirki. Kwa nini aya nyingine Mungu anasema anasamehe dhambi zote, lakini aya hii amesema kwamba asamehe dhambi ya shirki? Ni kweli shirki ikiwa utatubia hali ya kuwa bado mzima upo duniani, umefanya shirki lakini ukamkumbuka Mungu, ukamrudia Mungu, ukatubia, ukaomba msamaha kwa Mungu kwa ile dhambi ya shirki, muda wa kuwa upo duniani, basi utasamehewa na Allah. Lakini ikiwa ukafanya shirki mpaka ukafa na shirki, ukafa nayo, basi wewe hautosamehewa. Ndiyo maana yake. Kwa hiyo aya hizi zote zipo sawa sawa. Lakini aya nyingine umesema kwa nini Mungu kasema, yani kumbe Mungu amesema kwamba mtu hata kama ukiwa Mkristo, ukiwa Myahudi, isipokuwa ukifuata tu mila zake na ukamwamini mtume, ukaamini siku ya mwisho, basi utaingia peponi. Hapana, hapo umeisoma gazeti Qur'an. Ngoja tukufafanulie sisi ambao tumeisomea Qur'an. Amemaanisha kwamba hivi, wale walioamini na Mayahudi na Manaswara, wale walioiamini mitume, manabii zama hizo kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wale Mayahudi na wale Manaswara na wale Sabiina ni kikundi ambacho kinatokana na hao Manaswara au Mayahudi. Sasa hao wote, ikiwa sasa hivi kaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Mtume Muhammad kaja akakataza dini zote, ibakie dini moja ambayo ni haki ya Uislamu. Kwa kuwa sasa amekataza dini zote, msiuchukue ule uzamani mkauleta mpaka sasa hivi mkao mnatumikia Uyahudi, Ukristo, sijui Usabiina. Achaneni nao dini zote, bakini katika dini moja ya kumfuata Mwenyezi Mungu na mtume wake na kuamini siku ya mwisho ambayo ni Uislamu. Ndiyo mutaridhiwa na Allah, mutaingia peponi. Si kwamba mtu ukiwa Mkristo sasa hivi na Myahudi ukifuata mila za Mungu atakuingiza peponi. Hapana, si hivyo. Mtume Muhammad kaja kakataza dini zote. Hata kama ukiwa katika dini zako usifate mila za mababu, kusema zamani walikuwa Kristo Mayahudi ndio nifate mpaka sasa hivi. Achana nazo, ingia huku kwa Mtume Muhammad, mfate mtume. Ukimfuata maana yake unafuata mila zake na dini yake. Kwa hivyo ukishafanya hivyo, wewe utakuwa mtu wa peponi. Kwa hivyo dadangu, naona ufafanuzi huu ushauelewa. Kwa hivyo silimu kama ulivyosema, na nasisitiza kuwa Qur'ani haisomwi kama gazeti dadangu. Kwa hivyo nadhani wote mshanielewa. Wabillahi.